Hivi mpenzi wangu, kumetokea nini? Kwa nini umefanya mambo bila kunishirikisha? Mambo gani sasa? Mimi na wewe tulikuwa tushaidiana. Baada ya wiki 2 tu kutoa mahari tunafunga ndoa. Lakini nimeshangaa kusikia eti miezi 2. Upangamizi wa miezi 2, yani shaharaini, miezi 2, kwa sababu ileta utata. Wao ndio walichukua uamuzi kwa sababu na mimi nikahofia labda nisikazi sana na kuvutana. Wanasema kwamba wana familia tofauti. Wale kuwepo Kigali, sijui Dar es Salaam, wengine sijui Kenya, sijui wengine Kongo, wengine hapa Burundi. Hizi nchi zao za East African communities ndio litaje mara nyingi. Sasa nikafikiria ule mvutano wa mahari. Kawa na hofu. Nikikazia hapa na kutaka kurejea kule kwenye wiki 2. Kitakipingamizi hapa. Zikavungumizwa mahari, ule mzee asira zikampanda kanivungumiza mahari. Nikao mpole nikatulia, sasa nitamweleza kijana kweli kufika nyumbani lazima ataelewa. Sema ni kitu kimoja. Sawa. Ni kweli yametokea hayo. Lakini kabla tukaanza samahani. Sawa. Samahani kwa hiyo tokea yote. Sawa. Kwanza ni kitu ambacho tulikuwa hata mwenyewe nilikuwa sipendelei. Kuna matatizo ambayo yametokea nyumbani. Alafu tukalazimika kuahirisha kidogo. Jambo gani hilo? Mbona mimi sijijui? Ni kweli sikupata fursa ya kuongea na wewe kwa sababu na mimi mwenyewe nilikuwa nimechanganyikiwa kiasi fulani. Ni matatizo tu fulani ya kifamilia nyumbani. Ndio tuliamua kwamba ni vizuri turepeshe kidogo. Lakini unajua katika familia huwa hapakosa matatizo. Kama jinsi mwenyewe ulivyonielezea na kwa kweli matatizo yako mengi sana ya kifamilia. Sawa? Vivyo na siku yetu kuna mushkili kidogo umetokea lakini sio sana. Ndio kaonekana kwamba ni vizuri wakawa mpendekeza hivyo. Ni vizuri tufanye baada ya miezi 2 kuliko wiki 2 zile tuko tumeelewana. Tufanye miezi 2. Maana kwa kila kitu kitakuwa kiko sawa. Ila samahani kwa kuwa labda ni kwa sikutaarifu jambo hilo. Sawa. Lakini wale sikutii shaka sana manake. Lazima nitie shaka mpenzi wangu kwa sababu wewe mwenyewe unajua kuna tatizo gani hapa nyumbani. Najua. Pia ninanitia shaka kabisa. Na hofu kabisa. Ni kweli huwezi kukosa hofu. Hata mimi mwenyewe hapa nina hofu. Huenda hata mimi nikawa na hofu zaidi yako. Asili ya mwanadamu tunaishi lakini hatujui ambayo itatokea kesho ni kitu gani. Sawa. Hilo la msingi tu ni mtu kuwa tuna imani. Kuwa na imani kwamba kile ambacho nategemea ni kizuri, Mungu anaweza kubariki kikatokea. Sawa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu pamoja na wale waliosubiri. Mimi nilikuwa na hofu mpaka najisikia kuchanganyikiwa, najifikiria kweli itakuwaje. Mimi la muhimu ndio kwamba wewe ndio namba 1 kwa nafsi yangu. Umetulia kabisa. Maana ninapozunguka nikikuwa natoka nasikia tu raha. Natamani maana yake muda ungesimama kidogo tu. Kama saa nzima, saa 2 tukaongea. Alafu ndio sasa kaendelea. Lakini sababu wa bahati ndio usijali. Najua tu kuna siku tutakuwa wote na tutafurahia. Vipi kule nyumbani? Sasa tumejiandaa safi. Hata utuambie sisi kesho. Yes. Pamoja na kuwa na mitihani imetokea lakini mimi jinsi nilivyo kwa hata wanaambia kesho. Nakuja kuniambia mzee. Kweli kwa sababu mambo ya ndio anaomba mambo ya. Enjoy kwanza. Asalamu alaykum bro. Mimi nachanganyikiwa sasa, haswa kwa nini nachanganyikiwa? Ukweli uko wapi baina ya wao hivi? Maana mimi nachojua, mtu wangu hawezi kunidanganya. Hawezi kusema uongo. Hata namshenga mwenyewe vile tena namwamini sana. Ndio maana ninachanganyikiwa. Sawa. Ila nimeshangaa mchumba wangu mimi kunishutumu. Inaonekana kama sisi tumbadilisha programu. Sawa. Sasa sijui nimwamini mshenga, sijui nimwamini nani mchumba mwenyewe. Kwa nini ukumwambia kama mshenga alikwambia kama matatizo yametokea kwao? Alafu unaitika kama imetokea katika familia yetu.
Ni kweli mimi maana niliona kwamba labda nikimwambia kama mshenga wewe ni mshenga, itaonekana kwa katikati hakuna mawasiliano baina yetu sisi na mshenga. Itaonekana kuna kasheshi hapa. Sababu mwingine mtu anatumia hikma, unaficha kwanza jambo fulani ili watu wajadili sawa sawa, wajue hasa undani wa hili jambo wapi. Mizizi yake hasa. Jomba karibu nyumbani. Karibu bwana. Jomba karibu. Hili jumba yako hili ya? Mjomba. Nani tena hivi? Karibu bwana mjomba, karibu. Toa bado ningali namalizia bado napandisha juu. Alafu hivi viti, mbona hivi? Ndio viti vya nyumba. Bado napandisha juu mjomba bana. Bado namalizia hewani huko. Bado namalizia huko juu kote kule. Karibu bwana mjomba, karibu. Karibu sana mjomba. Karibu bwana mjomba. Kwa kweli maisha haya hapa bado kuzikwa. Mshenga ni mtumwa, tunamtuma anatufikishia, naye wanamtuma huko anatufikishia. Sasa kwa hiyo mshenga hayumo kabisa hapo. Sio mshenga hayumo hapo, nataka kusema yake, nataka kumwonyesha kama mimi mchumba wangu ndio kapanga. Mimi mchumba wangu na hayumo kwa sababu kwanza yeye mwenyewe ananipenda zaidi. Alafu yeye ndio amekuwa anasisitiza zaidi kwamba tufupishe muda, na ndio maana kanishtumu kwa hilo jambo. Mama wewe unasemaje? Yaani mimi nawasikilizeni na kisha mnachekesha. Kivipi sasa? Yaani nawasikilizeni ubishi wenu kaka na dada. Nimewapeni masikio. Sasa wewe ikiwa ndio dada yake, yenyewe uko nazungumza kaka yako Hisham, unakali unabisha, sijui mshenga hawezi kufanya hayo. Katalia nafsi yako mwana. Sasa kwa nini na ustaz tabadilisha programu kivipi? Shehe wetu la badilisha. Katalia nafsi yako mwanangu. Katalia nafsi yako. Kila tena ndio neno ndio kusitizia. Katalia nafsi yako. Usikatalie nafsi ya mwenzako. Kwa maana ya kwako ndio unajua mimi nimefanya hichi na hichi sijakifanya. Hilo neno mama anaongea. Unasikia? Sasa yeye Hisham kaka yako yende afanye uchunguzi wake kule, kisha aje atupe ni neno gani lenye atakuwa amepata la ukweli. Bana hapo mimi hapa nimepita bana wangu, tusipoteze muda kwa sasa. Nataka nijue. Nakumbuka nilikwambia kwamba nataka niwe mtoto. Nakumbuka tumeongea ile binti Hiyo. sasa ndio nimekuja sasa tukamilisha kwa mimi nipo tayari kwa karama yoyote itakayotakiwa watu wangu chochote kile. Nikaja mpate ile mtoto. Ndio sawa. Amina, nilikuwa bado mnajipanga kwa sababu tukio likija nionekane ile Sikia vizuri. Bado kusafiri. Ile picha ile. Jambo kujitokeza. Na ni karibu ndipo jamaa wa masjidi, kama sinaona msikiti. Kama nitaka kanifahamisha kwamba ni mwakilishi mahali yake. Yesu kujua ni sehemu gani. kama gani wewe? Yuko kijana utamfahamu baadaye kidogo. Akachukua pesa yake kiasi cha 700 hivi. Akaniteua hapa mjini mpaka sema Ngoja. naam. Kachukua 700 akupa wewe au 700 imekubali sielewi. 700 kama mahari, kama mahari yake 700. Baki mimi kama mshenga nikachukua mahari ile nikaipeleka moja kwa moja hadi kwa Nakuomba acha kuniambia. Unataka kuniambia kwamba yule mtoto katolea mahali 700. mimi rasmi mshenga, mimi huyu kwa 700 zawadi kamilika. Shehe wetu kabisa. Shehe gani? Shehe nini? Sasa shehe sana nafsi kama ya kwako? Naam. Mtenda maovu kama yako, mtenda mazuri kama ya kwako. Asante. La muhimu gisi itatokana na gisi ya mtu gisi unavyojishika. Ukimwogopa Mwenyezi Mungu utakuwa kwenye mstari. Sasa Yaani usishtuki tu. Sasa mama hata kama lakini tujiulize maswali ya msingi. Haya tuchukue mfano kama ni ustazi. Na ustazi yeye anaweza kubadilisha kwa maana gani? Kwa faida gani? Haya mchumba wangu mwenyewe anaweza kubadilisha programu kwa faida gani? Maana mimi basi ndio tu. Utakuja kujaje tu. Sasa ukitaka ujue ukweli, rudi kule kwa mshenga. Kwa maana nataka nikufungua kidogo.
nakupa picha. Mshenga ndio kuletea ile habari. Ndio. Na wewe umefika kwa mkoa na mchumba wako mwenyewe mkushutumu kama wewe ndio umebadilisha programu, umeamua tu kujitetea. Ile kujitetea kwako hamna ukweli. Ukweli napasha urudi uende umchunguze yule mshenga, uende mwambie. Sasa mimi wewe umeletea habari kama programu imebadilishwa. Mimi nimefika kwa mchumba naenda kama ndio nimebadilisha programu. Sasa mimi sijipo mpanye pako ukweli nifasi gani? Sasa mimi kama baba harusi juu nikimtaka mke wangu muda wote na saa yoyote, sioni mtu ataweza kanibadilisha karate. Ndio. Sasa nataka niujue ukweli, kwa maana muda umenipa mimi sitokubaliana nao. Haina shida, mimi kesho tutaenda kwa ustazi, tutaongea naye. Ukweli tutajulikana. Hilo ndio na maana. Wasikugeuzi kama chapati dene kikaangu. Wenda kuna mchezo hapa kwenye huku hautoujua. Sasa siri ya Mungu hapa. Nenda kwa kule upate ukweli. Ukisha kupata ukweli na usiishie hapa, rudi kwa mchumba. Mwambie programu yenye nimesikia siku yetu hakuna. Sasa itakuwa kizaza. Hamna kizaza. Hamna kizaza, unaogopa si mashallah upande kuna kosa nisike kushikishwa mkono. Nee. Haya basi inshallah sasa mimi nitafanya hivyo. Mimi kesho nitakwenda kwa mshenga. Yaani yampo mtoto mzuri kama yule unakwenda kutolea mahali ya 700,000. Si ilikuwa mjini watu wa hivi mashao nini. Kwa hiyo kishaolewa kwenda kutolea mahali. Sasa mimi nilipeleka mahali. Nikakumbuka historia yangu, walikudokeza baba yule binti. Ile jina kumkitambo ile binti. Sasa nilifika kule kuna mambo fulani kaunda nikatengeneza. Kama mimi mko wako. Wewe ulikuwa umemsahau mko wako. Sikiliza sasa. Sijakusahau, sikiliza nifuate vizuri. Nilipofika pale nikauliza utakapotoka kule njoo na muda rasmi wa ndoa. Ndio msikilizaji. Nilipofika pale sasa kazi mahali chakula. Wani jina binti anazungumza. Nikakuta nilipoingizwa pale mahali binti yule. Hapa siwezi kumwangusha mtoto dada yangu. Kabisa. Haiwezekani. Hasa mimi nikatumia mimi. Ndio. Nilifika pale baba wazee na habari. Kwa sababu mambo yaende sawa. Mambo yaboreshe vizuri. Kwa sababu kijana mwenyewe ndio hivyo tena. Anasema kwa jipanga. Yule mwenye mahali. Bana wewe sikiliza. Yule mwenye mahali. Kijana akajipange. Mambo mazuri ili kupendeza. Na nyie pia mjikusanye, mjipange, mambo mazuri. Nikatoa Messi. Yule alikuwa kwa wiki hizi. Nikazidisha. Nikaweka Messi. Ni Messi ni wili. Yaani ni kivai kwa kusubiria. Kusubiria mpaka hapo arudi. Ndio kabisa. Sasa hawakujua ndio kitu gani. Nikapambia pale ile madhumuni kusema nini? Akwaje. Siku 60 kutafika. Ndio pale hapo tutafikia nini? Wewe nakuamini mkono. Hapo kuna kitu kimoja hapo hapa. Kuna kitu kimoja natakiwa nikuulize mkango. Maana nilikuwa nataka nijue yule kijana kajipanga vipi kimaisha, maana nataka nielewe maana unajua kuingia sehemu kwenda kumtoa mtu anatakiwa twende tumekaza. Maana sehemu mtu kakaa maana inawezekana naye anajiamini kimaisha au kimsimamo wa maisha yake kipesa nini. Natakiwa unaambie tujue tutajikaza vipi, tutajipanga kivipi, yani twende tumekaza. Kwa kweli maisha yake si maisha ya kutisha, ni maisha madogo. Tunafanya kazi serikalini tu jamii. Kwa hiyo mkuu ananiambia kwamba jana nikachofu tu kwamba mimi niko ndani ndio shekhe mkuu hapa. Sasa mkuu, nadhani vizuri ili tusirudishe mahali pale. Tena turudishe mahali ndapo. Ili tuweze kumkamata mtoto. Sasa mimi naomba usaidize yote hiyo itakayowezekana. Kwa gharama yote hiyo kwa kiwango chochote kile mimi nitakiona. Hapo fikra yako zote Nipate yule mtoto. Kwa nini usiweze kwa nini zote? Na una bahati sana. Baba yule binti baki mlezi. Kwa sababu baba yuko pale sio baki mzazi. Ni baki mlezi. Kwa hilo baki kwanza ni mtu anayependa hela.
wakati wa mahali mvutano na nini, kwa kazi yako pesa kisaba nini, pesa gani hizi? Kama tukaongeza hivi. Alafu sasa wewe ukija ukizidisha zaidi. Kujesha mahali au tukazidisha. Sasa ndio mambo tayari kujimaliza wale mama wa kikao kishaanza kuambia hivi. Wale watu sijaanza kuambia, nitawaambia na hizi habari zimeshaanza kucheza hapa katikati. Lazima unaanza kuwataarifu wajiandae. Wewe usiwe na shaka wala usina hofu. Ile mimi kadamu najua hapa mimi nakakubali kwa damu. Juzi nimekutana na yule kama yule ndio nani yule binti kama ni Sifa yule. Kanambia hongera sana. Wewe ndio umefikishia habari. Sio. Wewe kama yule na yule lazima. Mimi kwanza nimeshapata wasiwasi. Wasiwasi haukosekani kweli, lakini sasa hivyo ndio mnaanza hivi kishaanza wasiwasi na atakufa kweli. Mimi mama sio mjomba mambo yake, mara ndoto za maajabu. Mara nasema hivi na inatokea. Mara nasema ana maruhani. Mimi nasema hivi kile ambacho cha mimi ninakiona mwa amkioni. Mimi ni wapende naona mbali para polo ya nyinyi. Twende taratibu na mimi naomba iwe heri. Amina. Hayo ndio mambo sasa. Dua nzuri wazee mkitumia dua mambo yanakuwa mazuri. Ila ukianza na wasiwasi vile mambo tuseme na maruhani. Unaweza kusema hivi kwa maruhani katika amina yakaharibika. Amina. Tuomba Chenye Mwenyezi Mungu ashapanga kwa mwanadamu anapangua. Asante mama. Ndio maji bafu kwanza haraka sana. So hivi mnitoka kwenye mazoezi. Kamtile kaka yangu. Hivyo ndio hawana mafreshere. Akaenda kwa mchumba wewe smart. Ongeza maskini wetu mama yetu ni mkali sana. Naomba smart. Naam. Harakisha maji. Wakalamu wote ile yako mimi nipo tayari. Njeni pesa kwangu, wewe andaa vitu tu pesa zako kwangu. Chopa njeni pesa yule mzee wake basi. Shida yake ni pesa. Anko kwa pesa usiwi na wasiwasi. Kwa pesa hapa ndio umefika. Unajua anko wako mimi sasa hivi nita pesa. Kuna hela. Sasa hivi ni tajiri anko wako. Naam. Afu na magari mazuri na majumba mazuri. Kwa hiyo nitapewa na mtoto mzuri kakaza hata kupita sehemu watu wakasema kweli. Naam. Na yule ndo anayenifaa mimi. Ni kweli yangu utakutisha. Sasa hivi anko wako ni tajiri. Kweli mama ananiambia hapo. Lakini dalili ya pesa inaonekana dalili hiyo. Dalili unaishi kama kuna kitu fulani cha sipajibu manako. Sasa kwa hiyo tutafanyaje sasa? Basi sababu mimi nataka mambo kwa haraka mimi nikuomba wewe jipange kipesa, so pesa zipo sasa kutafuta. Zipo. Chatafuta zimekusanyika ziko hapo. Kwa hiyo wewe jipange. Mbona sio kiasi na pedi? Maji kiwango tutakayohitajia tu wapi tuchukue mzigo. Sio ulivyosema hivi hizi siku 2-3. Tuweze kuwa tumeshaanza ni harakati zote hii tumalize. Maana namtaka yule mtoto mapema sana. Yes, yaani nataka mapema sana niwe naye. Wewe jipange uende pesa hapa. Mimi nende kule nikacheze ndike kila kitu. Toka zangu hizo mambo. Sisi kuangusha kutoa yangu. Na kisabu kitu gani? Pigo ndio pale. Nakubali. Basi tuokoe muda hapo, maana kuna sehemu nataka kwenda huko, kuna watu ambao nakwenda kukutana nao. Sasa jitahidi kesho tuweze kuanza harakati. Nafurahi sana na bado na mizawadi yako kibao sana kwa. Sasa wewe bado hapo sijamaliza hapo. Hapo bado sijamaliza. Basi Kiarabu kuvu. Haikuponja. Utafurahi hapo. Utafurahi sana. Naomba kwa hiyo basi hapo naomba tufanye hivyo, tusipoteze muda, maana mama toka ndio wenyewe tunaweza tukaenda kwa wakati. Kweli hasa mimi nataka nitoke kidogo. Itabidi mtu hapo mshinikizo kunipigia tu sababu ni simu. Sio baya tu ndio tuende kwa chambao. Kwa bwana, swali na kwa mwanamke yangu ni sipigu kwa chambao ndani. Anko. Basi unaweza tukenda. Kama rasha. Ndio. Tunakwenda gari kutoka kwenda. Bismillah. Tunakwenda kwenye gari kutoka kwenye gari. Sawa kwa bwana.